Mimi Gola, huenda nakosea ninavyoikataa dini, huenda nakosea ninavyokataa habari ya peponi na motoni, huenda hizi sehemu zipo kweli, lakini chanzo cha matatizo yote ni hawa waliotuletea hizi dini. Hata kama nakosea, napata jeuri ya kusema kwamba acha niendelee huku ninapokosea. Hawa jamaa kwani wao mbinguni hawataki kwenda? Hawa mabwana peponi kwani wao hawataki kwenda? Ina maana Waarabu hatupenda sana na wazungu kwamba wao hawataki kwenda huko mbinguni kwenye asali na maziwa, wakatuachia sisi tukaenda tu kiurahisi. Vipi kipindi kile ambacho walibaka mabibi zetu, walitubebesha meno ya tembo, walitubebesha mizigo kutoka huku kwetu huko Afrika mpaka kwao huko, wakatuweka katika nafasi za wanyama kwenye zile meli zao. Tulipitia nyakati ngumu sana kwa kipindi hicho, lakini kwa hiyo wao mbinguni walikuwa hawataki kwenda. Vipi kama nikisema walitutia ujinga, kwamba wao walitufanya sisi tuwe wajinga, tuwe tunapanga safari za kwenda mbinguni wakati wao wanaijenga hii dunia. Rasilimali zetu wanachukua wanaenda kujenga kwao, alafu sisi wanatujengea misikiti na makanisa wazungu hao, Waarabu hawa. Kwa hiyo na maana wao mbinguni hawataki kwenda. Leo hii ukitaka msaada wa kutengenezewa barabara unaweza ukakosa, lakini ukitaka msaada wa misikiti kutoka Saudi Arabia utatengenezewa mingi sana. Kwa hiyo wao huku mbinguni ndio wameona mbili sana kwa upande wetu sisi, halafu wao waendelee kutuibia rasilimali, si ndio bwana? Hapana, Waafrika hata kama tuna wasiwasi ya kusema kwamba hatupo kwenye njia sahihi, sijui tunarudi kwenye mizimu, sijui kwa mababu, sijui mababu walikuwa ni wajinga. Hata kama mababu walikuwa ni wajinga, lakini kwa staili hii ni lazima turudi kwa mababu, na mababu zetu hawakuwa wajinga. Babu zetu walilazimishwa, kwa sababu Waarabu walikuwa wanatumia nguvu ya mtutu kujilinda. Walidhibitiwa wazee wetu, hawakuingia katika dini zao kirahisi tu, ila waliingia kwenye dini zao wakiwa wamefosiwa. Ndio maana walikuwa wanawabadilisha hadi majina, na ulikuwa ukikataa unachinjwa, unakatwa kichwa. Kama kweli kuna safari ya mbinguni, kuna safari ya peponi, kuna safari ya motoni, hawa jamaa wasingetuletea sisi hizi safari za kwenda mbinguni, wangeenda wao, kwa sababu wa jamaa asili yao ni wabinafsi sana. Kwa hiyo hata kama nina wasiwasi wa kuona kwamba huenda nipo katika makosa, lakini kwa staili hii acha nijione nipo sahihi. Mimi na mababu zangu wa Afrika lazima turudi katika ukuu wetu. Hawa jamaa wametupotosha vitu vingi sana, yaani katika mistake walizozicheza hawa mabwana ni mitandao ya kijamii ndio imetuelimisha hivi vyote hivi. Kama haingekuwepo mitandao ya kijamii, mpaka leo hii tungekuwa tunaamini BBC na CNN, vyombo vyao hivi. Kupitia hivi vyombo ndo tulikuwa tunaambiwa Gaddafi alikuwa mtu mbaya, lakini wale pale raia wa Libya wangekuwa wanajua Gaddafi amezikwa wapi, wangekuwa wanaongozana maelfu kwa maelfu kwenda kwa Gaddafi kumwomba msamaha hapo hapo alipolala. Lakini ndio hivyo, hawajui. Na haya mazungu pamoja na haya Maarabu ya Mashariki ya Kati, sisi inatakiwa tuyatreat kama maadui zetu, kwa sababu haya majamaa haijawahi kutuletea faida bila kututia hasara.
Hata hiyo tuseme inaitwa misaada, huwaga tunalipa gharama kubwa sana kuliko hata kile tunachokipata. Africa must unite. Afrika lazima iwe moja. Hatuwezi kukaa katika maumivu haya, na tuna kila kitu. Dhahabu tunazo, almasi tunazo, uranium, madini ya kutengenezea nyuklia tunayo. Kwa nini tusitengeneze? Yaani nikifikiria hii dunia hii, Afrika peke yetu ndo tumetiwa minyororo ya kichwani mpaka leo hii hatutaki kurudi kwenye asili yetu. Afrika lazima turudi kwenye ukuu wetu. Hebu na wewe kaa chini, fikiria kama mimi. Ikiwa wazungu walirudi kuwa wazungu na dini yao, Waarabu walirudi kuwa Waarabu na dini zao, Wahindi walirudi kuwa Wahindi na dini zao, Wachina walirudi kuwa Wachina na dini zao. Hakuna Mchina anayeitwa Kalumanzira wala hakuna Mchina anayeitwa Salman Khan. Kwa nini mimi na wewe kuna mtu anaitwa John huku kwetu? Kwa nini sisi wa Afrika tumekubali kuupokea huu ujinga huu? Lazima tubadilike, turudi kwenye ukuu wetu. Majina yetu sisi ni kina Kalumanzira, kina Mlangila, kina Mwanamalundi. Miungu yetu tulikuwa tunaita mulungu wakuu. Kwa hiyo ni lazima turudi kwenye mizimu yetu, lazima turudi kwa mababu zetu. Kama tunaenda kutambika, tukatambike mzimuni. Kama tulikuwa tunaenda kwenye kaburi, turudi kaburini. Kama tulikuwa tunaenda kufanya matambiko ya michele, twende tukamwage michele mizimuni. Sio ujinga. Jamani, ni katika kujikomboa tu kifikra jamani. Sijui mnawaza kama mimi. Asanteni sana.